Kiongozi wa mradi Charles Kainkwa utahusu majadiliano yanayo taka kutoa stakeholders action for market fairness, na mjadala huu utawagusa walaji, wafanyabiashara, regulators, na namna gani tunaweza CSOs, na namna gani tunaweza tukafikia market fairness. Na hii tuione katika Vision 2050, na tuende kuifeed kwenye pathway to progress. Tuione biashara katika jicho la miaka 25 kutoka sasa. Na kwa kuwa mjadala wetu umejikita zaidi kwenye mazungumzo, na hapa nina watoa mada wawili kati ya 4 ambao walitakiwa wawepo, basi in interest of time naomba tuanze, au nyinyi mnasemaje? Alafu wale wengine watakapokuja wataendelea kutujoin. Sijui with a show of hands, labda kama tunafike. Yes. Basi pembeni yangu hapa nina mtoa mada anaitwa ndugu Semali Kisamo. Yeye ni mkurugenzi wa utafiti na utetezi wa sera kutoka taasisi ya sekta binafsi Tanzania, Tanzania Private Sector Foundation. Na pembeni kule nina wakili msomi Fulgence Masawe. Yeye ni mkurugenzi wa utetezi katika kituo cha sheria na haki za binadamu. Hao wote tutajadili mada jinsi zilivyo kwa dakika 30, na tutatoa muda wa dakika 20 kwa ajili ya majadiliano, maswali na majibu, na tutapata take away ambayo itatusaidia sasa kwa kikao hiki tumeazimia nini, tunatoka na nini. Basi kwa kuanza na mjadala wetu, swali hili litakwenda kwenu wote, na wale watakao kuja basi tutawashirikisha. Ni kwa namna gani asasi za kiraia na za kiserikali na taasisi binafsi zinaweza kushiriki kukabiliana na changamoto za kumlinda mlaji na upatikanaji wa sera ya ulinzi wa mlaji, National Consumer Protection Council. Basi naomba Semali jitambulishe kidogo, iongelee taasisi, lakini pia connect na swali katika sera za kumlinda mlaji. Asante ndugu mwezeshaji, habari za asubuhi wadau. Mimi naitwa Semali Kisamo, natokea taasisi ya sekta binafsi Tanzania, au kwa kifupi TPSF. Ni Apex Umbrella Body ambayo inahudumia Private Sector Association Tanzania katika sekta mbalimbali. Nikimaanisha tuna wadau ambao kwenye mnyororo wa kilimo, manufacturing, energy, mining, na zote kwa pamoja ambao wapo katika sekta hiyo binafsi. Sasa tunafanya nini? Sisi tunakuwa watu wa katikati kuweza kutetea, kusimamia na kufanya dialogue na serikali kwenye maeneo yoyote ambayo yanaleta changamoto, mfano za kikodi, changamoto za kisera, changamoto za kitaratibu
na sheria ambazo zinaweza kuaffect private sector au kampuni, na vile zikashindwa kuchagisha au kuboresha ule mnyororo wa uchumi katika nchi. Sasa nirudi kwenye swali husika ambalo moderator ameniuliza, nini kifanyike kama wadau kwa pamoja. Nadhani kuna haja sasa ya kushirikiana, kwa sababu ambaye anafanya enforcement ya sheria husika ni serikali ambayo iko chini ya Tume ya Ushindani FCC, na vile kuna shirika la viwango Tanzania TBS kupitia sheria yao ile ya 2009. Sasa nini kinachotakiwa kifanyike? Sisi kama wadau ambao tunaweza kujikusanya kwa pamoja katika sekta binafsi, tuna changamoto nyingi ambazo tunazipata, na eneo moja hapo ni hili la bidhaa feki ambazo zinatengenezwa na kusambaza na zina-affect sana kampuni mbalimbali. Kwa tulikuwa tuna dialogue yetu ambao tumeiandaa mwisho wa mwezi huu, ambao tutashirikiana tena na Foundation for Civil Society kuhusu kwenye eneo hili tena ambalo la bidhaa feki, na nini tufanye tuweze kupeleka mbele maadhimio ambayo yataboresha sheria husika na kuweza tufanye kazi kwa pamoja. Na hapa nataka tuongelee kwa sheria ya sasa, enforcement iko chini sana. Kuna haja ya kuboresha sheria, kuongeza enforcement, nikimaanisha kwamba Tume ya Ushindani ipewe zaidi wigo mpana wa terms ya resources, yani budget, waweze kwenda sasa mtaani na kuelimisha watu na kushirikiana na wadau ili waweze kuweka ile enforcement mechanism vizuri zaidi. Na hapa na vile kama sisi private sector naweza nikasuggest kwamba tukaja na utatu wa pamoja. Nikisema utatu wa pamoja, nasema tripartite agreement ya pamoja kati ya serikali, wadau na wazalishaji, ambayo itatusaidia sisi kuona maeneo yote ambayo yana changamoto na jinsi ya kushirikiana pamoja na kuyatatua kwa pamoja. Naomba kuishia hapo. Asante sana mtoa mada Semali. Kwa swali hilo wakili msomi, najua unalo hapo, naomba hebu tupe rejea nini maoni yako kuhusiana na jambo hilo. Asante mwezeshaji. Ni kweli kwenye sekta ya mlaji au consumer protection au ulinzi wa mlaji, ni eneo ambalo lina mtu ambaye ni muathirika mkubwa ambaye ana equal bargaining power. Kuna mzalishaji alafu kuna mlaji. Walaji wako coordinated, wazalishaji wako coordinated. Mlaji hana nguvu ya kifedha wala hana uelewa mpana. Mimi ukiniambia hapa nikanunue bidhaa au ninywe maji, mimi nitayafungua tu na kunywa. Lakini ukisoma hapa kuna kitu kimeandikwa kama composition au ingredients zilizoko huko, sielewi chochote. Kwa hiyo tuna changamoto kubwa sana kwenye kujengaji uwezo, hasa kwa walaji kujua haki zao, lakini kujua namna gani ya kujilinda kwenye soko ambalo private sector au wazalishaji wamejikita zaidi katika kutengeneza faida. Na pia ili kuhakikisha kwamba unamlinda mlaji, ina maana unatumia gharama nyingi zaidi za uzalishaji kuliko ambapo usingemlinda huenda ungepata faida kubwa zaidi. Kwa hiyo sisi kama kituo cha sheria na haki za binadamu, kwa sababu tumekuwa tunahudumia watu wengi sana wanaokuja kwetu kwenye kituo cha msaada wa sheria na kwenye tafiti zetu, tumeona kama kuna gap fulani hivi. Na ukiangalia kwenye nchi za wenzetu, mlaji analindwa kuliko mzalishaji. Kwa mfano, mimi nikanya kinywaji katika nidhuru, nikafungua shauri, jukumu la kuthibitisha kinywaji ilikuwa salama ni yule aliyezalisha, sio mimi aliyeathirika. Mimi nataka nithibitishe tu nimeathirika namna gani na nimeathiriwa na hiki kinywaji. Lakini kwetu ni kama uelewa uko chini sana, hasa kwenye usimamizi wa sheria, lakini na mahakama zetu, labda majaji na mahakimu hawajai kupata uelewa mpana namna gani wa kumlinda mlaji. Wengi hapa kwa mfano mna bima, na wengi bima zenu za magari. Lakini siku unapopata riski
swali la kwanza unajiuliza, je, nitalipwa? Katika hali ya kawaida ukipata riski and you are comprehensively covered, unatakiwa kwanza upate peace of mind na ukae kwa amani, kwa sababu unajua mwisho wa siku utalipwa. Lakini unakuta watu wanaenda TIRA, wakitoka TIRA wanaenda sijui ofisi ya ombudsman, kwa sababu ni migogoro juu ya migogoro. Kwa sababu asipokulipwa mbima, yeye anafaidika. Sasa shida tulionayo ni kwamba kuna haja ya kupitia sheria zilizopo, pamoja na sheria za ushindani na ambazo tuangalie namna gani zinamlinda mlaji. Lakini pia kujengea uelewa mpana zile mamlaka za utekelezaji na usimamizi wa sheria, zijue namna gani sheria hizi zinatumika na nia yake ilikuwa ni nini. Lakini pia kujengea uwezo na kuongezea bajeti FCC. Maana FCC ni kama umbrella ya hizi zote. Maana kama bidhaa feki zinaingia, watu wanaathirika. Lakini pia turejee mifumo yetu ya adhabu. Kwa mfano tumetunga sheria ya personal data protection. Ukiangalia adhabu zake ni kubwa sana, najua hazitatekelezeka. Lakini kwenye mfumo huu ambao watu wanatengeneza faida kwa kutumia, yani kwa kutake advantage ya afya za watu au resources za watu. Kwa mfano unaponunua bando lako linaisha kwa sababu muda umeisha, sio kwa sababu umelitumia. Hapana. Yani hata ukinunua ukasahau kutumia, basi kama unalazimika utumie simu Lakini pia kuna mifumo ya kidijitali ya kujengeana uwezo na kuweka viwango vya chini vya ubora wa kila bidhaa. Soko sasa hivi kila mtu akipata pesa anazalisha pombe kali, anazalisha maji, anazalisha energy drinks. Energy drinks wanakunywa mpaka watoto siku hizi. Ukitoka asubuhi unaenda kazini, unapishana katoto kanaenda kazini kabeba chupa energy drink. Ukiwa na mafundi wako wanafanya kazi nyumbani kwako, mchana unamkuta na energy drink na andazi au na chapati. Je, hawa watu wanajua madhara ya hizi energy drink? Wanajua madhara ya vinywaji vikali vinavyotengenezwa, ambapo teknolojia imekuwa rahisi sana kuzalisha hivi vinywaji. Na mara ya mwisho tumeambiwa pia hata vile viwango vya ulevi wakati mwingine vinavyoandikwa pale sio vya kweli, wakati mwingine viko juu au viko chini, lakini pia ni kiashiria cha athari za ubora wa bidhaa. Asante. Asante sana wakili msomi kwa rejea hiyo. Sasa labda nirudi kwa kumtambulisha gulu wa kumtetea na kumpigania mlaji, Joshua Msoma, ambaye anatoka taasisi ya tume ya ushindani, Fair Competition Commission. Wakati tunafanya utambulisho, yeye alikuwa yuko njiani. Basi nikuulize swali ambalo wengine nao nimewauliza, ni kwa namna gani taasisi yako inaweza ikashirikiana na Azaki na sekta binafsi katika kuhakikisha kwamba tunaibua sera ambazo zitaenda kumsaidia mlaji na kufikia market fairness, hasa ukiona changamoto zilizopo hata kwa regulators wengine. Ni namna gani taasisi yako inaweza ikashirikiana katika kuibua sera hizo? Karibu sana. Asante kwa swali. Labda kabla sijajibu nianze kwamba sisi ni nani. Kidogo please, watu waelewe. Tume ya ushindani au Fair Competition Commission ni taasisi ya kiserikali iliyoundwa kwa sheria ya bunge namba 8 ya mwaka 2003 na kufanyiwa marekebisho 2024. Wakili alikuwa anaongelea habari ya kuongeza nguvu katika taasisi hii. Tumepewa nguvu nyingine ya ziada ili tuweze kutekeleza majukumu yetu vizuri. Sheria ile ina mambo mawili makubwa. Tunaita ni sheria moja yenye function mbili. Ina upande wa kusimamia utendaji wa haki katika soko.
hiyo theme ya fair market practices. Lakini eneo la pili katika sheria ile ni kumlinda mlaji wa bidhaa na huduma Tanzania bara. Kwa ni majukumu mawili makubwa ambayo yanatoka kwenye sheria hii ya ushindani. Lakini tumepewa sheria nyingine ambayo inaitwa ni sheria ya alama za bidhaa au Merchandise Marks Act ya mwaka 1963 na marekebisho mengi kidogo hapo katikati, na tupo kwenye hatua ya kuiboresha tena. Tunaamini mwaka huu itapewa nguvu kubwa zaidi. Bill iko katika hatua za bunge. Kwa majukumu yetu matatu kwa upana, moja ni kusimamia ushindani wa soko baina ya wazalishaji, wasambazaji au wote wanaojihusisha na biashara. Lakini pili ni kuangalia maslahi ya walaji wa bidhaa na huduma. Na tatu ni kupambana sasa na bidhaa bandia. Sasa bidhaa bandia hapa kidogo zina mchanganyiko. Lakini labda niseme jukumu kubwa la fair competition ni kuhakikisha washindani sokoni wanashindana kwa kufuata kanuni za ushindani. Sisi tutakuwa kama referee. Sasa sera za ushindani, mwisho wa siku anayenufaika na sera za ushindani ni walaji wa bidhaa na huduma, lakini serikali kwa mifumo ya kodi, mifumo ya ajira na ukuaji mkubwa wa uchumi. Na mwisho ni wafanya biashara, kwamba tunapokuwa na uwanja ambao una mazingira sawa katika kufanya biashara, unawafanya wafanya biashara wawe wanavutiwa kuwekeza katika mazingira hayo. Kwa tuna hayo majukumu matatu, mwisho wa siku yanatakiwa kuleta fairness sokoni. Kwa mfano, kwenye eneo la utetezi wa mlaji kuna kitu kinaitwa vitendo hadaifu kandamizi sokoni, misleading and deceptive market conducts. Sasa hivi ni vingi mno. Lakini kwenye upande wa ushindani tuna mambo muhimu ambayo tunayasimamia. Sisi tunaamini ukiritimba ni monopoly. Sisi tunaamini monopoly ni shetani. Kwa hiyo kazi yetu kubwa sisi ni kupambana na monopoly. Tunataka washindani wa bidhaa au wazalishaji au wasambazaji wawe wengi sokoni. Nitoe mfano. Mtakumbuka mwaka 2000, 2001, 2003 kampuni za mawasiliano zilikuwa chache sana. Quality ya huduma, gharama ya huduma zilikuwa ni kubwa, exorbitant. Lakini baada ya kuruhusu players kuwa wengi sokoni, mnaweza mkaona mabadiliko. Kwa hiyo tunasema hatutaki kuona washindani wanatumia vitendo ambavyo vinafifisha ushindani. Kimojawapo ni kukubaliana katika kupanga bei, hilo ni kosa. Kukubaliana kugawana masoko, hilo ni kosa kwa sababu unakwenda kumuathiri mlaji. Labda niishie hapo, tutaendelea kudadavua kwenye mtiririko mwingine. Asante sana Gulu wa utetezi Bwana Joshua Msoma kwa rejea hiyo. Basi pia nimkaribishe Madam Annette ambaye yeye ni
afisa wanachama na mawasiliano kutoka taasisi ya wamiliki wa viwanda Confederation of Tanzania Industries, naye aweze kutupa rejea kwenye ni namna gani ambavyo anaweza taasisi yake anayotoka inaweza kushirikiana na Zaki katika kupata sera na namna ya kumtetea mlaji na changamoto zilizopo katika soko. Nini maoni yako? Na kwa kuwa umekuwa na maswali haya beforehand, tafadhali hebu tupe rejea yako na ujitambulishe kidogo, kwa sababu pia hiyo ni nafasi ya watu kujua zaidi. Asanteni. Mimi naitwa Anetemo, natokea CTI, Membership and Services Officer. CTI ni a membership organization ambayo ni asasi ya wanachama ambayo inatetea, inasimama kwa niaba ya, inawaongelea wazalishaji nchini. Kwenye swala la fair market, sisi kama CTI tuna mshirikiano mzuri sana na FCC. Pale kwenye concept note tulikuwa tumeangalia swala la awareness ambayo inakuwa ina lack, yani watu hawapati elimu ya kutosha. Sisi tumeshirikiana sana na FCC, tumeshafanya awareness trainings, lakini pia kuna bado hizi changamoto zipo na bado hii effort ni endelevu. Na serikali yetu ni sikivu na tunapata ushirikiano mzuri sana kama sisi membership association ambayo ni private sector, tunapata ushirikiano mzuri sana kutoka kwa FCC ambayo ni government. Kwa hiyo pale tunapoona kuna issue yoyote ambayo inahitaji mwongozo au inahitaji ishughulikiwe, kwa sababu sisi tuna represent wazalishaji. Kwa hiyo kama kuna kulalamiko lolote labda linaletwa kwetu kuhusu labda masuala ya counterfeit, sijui niseme bidhaa zilizochakachuliwa, au kwamba kuna swala la hakuna fair competition, tuna contact FCC, tunakaa nao, tunapanga meeting, kikao ambayo members wanakuja ambao ndio wanachama wetu, tunayaongelea na FCC wanachukua, wanalifanyia kazi. Lakini pia sisi kama CTI tuna code of conduct, guidelines zetu ambazo zinatakiwa zifuatwe ili mlaji apate bidhaa iliyo sahihi, iliyo ambayo haitamuaffect kama ya mlaji. Tunatakiwa guide hawa wanachama wetu kuzalisha bidhaa zilizo na viwango. Kwa hiyo tuna code of conduct ambayo katika vipengele vyake ni kitabu kabisa na nimekuja nacho hapa. Kuna kicho kipengele cha market fairness ambacho amekitoka kukiongelea representative wa FCC, na kuna hiyo kwamba hawaruhusiwi kupanga bei zao kama wazalishaji, na pia bidhaa wanazozalisha ziwe za katika viwango ili zisiweze kumuaffect mlaji. Na kuna consequences kama tukijua kwamba kuna mwanachama anazalisha bidhaa chini ya kiwango, kuna consequences, na sisi kama CTI tuko tayari kushirikiana na serikali especially FCC hata kama wakituletea information kuweza kushughulikia masuala kama hayo. Yes. Zaidi ya hapo pia tumeshai kufanya counter measure. Sijui nisemeje kwa Kiswahili, lakini kuna sekta kama 3 kuu kwenye masuala hayo ya counterfeit, ambayo kuna sekta ya mabati, sekta ya rangi
na sekta ya vinywaji alcohol. Na juzi tu hapa mwaka huu tu tulifanya session na watu wa wazalishaji wa vinywaji vikali, kwa sababu kuna a lot of hizo counterfeit products huko. Kwa hiyo kama tunashauri na members na tunawahamasisha, kama wana any information watuletee. Sisi tuko karibu na FCC, tutashirikiana nao na tutawapa information. Kwa hiyo hizi juhudi nadhani ni endelevu. Kwa hiyo sio kitu cha leo kesho, tuendelee kuliongelea hili swala, tuendelee kushirikiana ili matokeo yake na goal ni kuhakikisha kwamba mlaji anapata bidhaa bora zenye viwango zisizo kuja kumletea athari. Asante. Asante sana. Sasa narudi tena kwa Semali. What are your three takeaways, kwa maana ya mambo matatu ya msingi ambayo unaona ni namna gani mfumo wa utekelezaji wa sheria, mifumo ya udhibiti, sera za kumlinda mlaji na ushindani wa haki zinaweza zikaboreshwa na kupata kitu kizuri cha kuwasaidia consumers? The three takeaways. 1, 2, 3. Asante sana mwezeshaji kwa swali zuri. Mimi naweza nikasema kuna maeneo matatu. La kwanza, tuangalie jinsi gani ya kuimarisha udhibiti wa bidhaa hizi kutoka kwa mtengenezaji mpaka inapofika sokoni kwa mlaji. Udhibiti nikimaanisha taasisi husika ambazo zimepewa mamlaka ya kudhibiti bidhaa hizi ziwezeshwe zaidi, nikimaanisha taasisi ya ushindani, fair competition, wapewe budget ya kutosha ya kuweza kufanya hizi enforcement. Alafu la pili, tuangalie jinsi gani ya kuboresha yale mabaraza ya usuluhishi ya walaji na watengenezaji. Yako tofauti, yani yako mengi. Ukienda URA wana mabaraza yao, ukienda TCRA wana mabaraza yao ya usuluhishi na ulaji kutoka kwa wateja wao. Sasa kuna haja ya kutengeneza sheria ambayo italeta haya mabaraza pamoja ili yaweze kuwa na framework moja ya kumonitor. Yani apewe agency moja ya serikali iweze kumonitor kwenye hizo enforcement. Hilo la pili. Na la mwisho, tuangalie jinsi gani ya kuboresha also sheria ya wale watu wa taarifa, na waita whistleblowers, ambao wanakuwa wanafahamu na kujua baadhi ya hizi bidhaa zinatengenezwa wapi, nani anazifanya bidhaa hizi, waweze kushirikiana na serikali kuweza kuzuia kabla ya vile vitu havijaingia kabisa nchini kwetu au kutengenezwa ndani ya nchi kuingia kwenye soko. Hayo ni maeneo matatu nimeona. Asante. Asante. Wakili msomi, the three takeaways. Yeah. Asante. Mimi makubwa nayo yaona kwanza, kwa sababu ni azaki, wazalishaji, serikali, mamlaka ziko hapa kwa upande mwingine. Naona kuna haja ya kuanzisha kwa jukwaa la pamoja la ulinzi la kitaifa kwa ajili ya ulinzi wa mlaji, ambalo hili kazi yake kubwa litakuwa kwanza kujengea uwezo, majadiliano mara kwa mara na kutoa elimu kama hizi kwa jamii kwa ajili ya kulinda walaji zaidi, lakini pia kuwa na sera ambayo ni wezeshi, ambayo inaeleweka, ambayo itaweza kujenga msingi ambao huenda ikapelekea kuboresha sheria zetu zaidi. Kwa sababu kwa bahati mbaya kwa Tanzania, mbali na FCC ambayo tunaita kama ni umbrella, kuna taasisi nyingi sana zinafanya kazi ambazo ni consumer protection related issues, ambazo wakati mwingine zinafanya kazi kama disjointed. Kila mamlaka ina kazi yake. Jana tulikuwa na watu wa LATRA CCC, sijui na TCRA CCC. Ukiniambia kuna Mtanzania gani anaelewa kazi ya zile CCC? Kwanza zile sio mamlaka za utekelezaji. Zile ni kwa ajili ya ile ni kusanya tu maoni na kushauri na kufanya, maana is a consultative council.
Lakini tuna mamlaka ambazo zina meno, ambazo zinapokea malalamiko na kuyafanyia kazi. Zile CCC zimekuwa ni consultative zaidi kwa ajili ya lakini kuanzishwa kwa mfuko wa taifa wa mlaji, hii ni kwa ajili ya kufanyia elimu, tafiti pamoja na kusaidia walaji wanaodhulumiwa kwa njia moja au nyingine. Asante. Asante sana. Kwako Gulu wa utetezi, the 3 takeaways specifically kwenye sera maono ya kuona miaka 25, the pathways to progress. Hiyo tupe. Asante. Toka nje kidogo nikubaliane kabisa na watangulizi wangu, wamesema vizuri kabisa kwa kweli, kama wameni preempt, lakini labda mimi nijazie kwamba kwanza ni mashirikiano. Hakuna namna ya kukwepa. Uwe private, uwe government, ni lazima tuwe na namna nzuri zaidi ya kushirikiana, kwa sababu huwa tunafikiri sisi sio walaji. Hata kama unazilisha wewe ni mlaji. Yaani ili uweze kuishi ni lazima ununue bidhaa na huduma. Kwa hiyo aidha unazalisha, aidha ni mfanya biashara mkubwa, mwisho wa siku wewe ni mlaji. Kwa hiyo ukipata kitu ambacho hakipo sahihi, muda ni mchache, vina madhara mengi, financially, afya na kadhalika. Kwa hiyo mimi nasema mashirikiano ni paramount. Na sisi kwenye sheria yetu, sehemu ya 65 ya sheria yetu inasema kabisa kwamba moja ya kazi yetu ni kushirikiana na taasisi za ndani, za kikanda na za kimataifa katika kuhakikisha mlaji analindwa na anatetewa kutokana na mienendo hadaifu na kandamizi ya mfumo wa kisoko. Kwa hiyo ni point ya kwanza, engagement, kuwa na mikutano kwa namna tutakayoona inafaa. Pili ni swala la uelewa. Watanzania na walaji wa Kitanzania tulifanya tafiti mwaka 2020, tafiti kubwa sana ambayo ilitugharimu kama 1B point. Ilikuwa inahusiana na counterfeit na consumer protection. Watanzania wengi ni walalamikaji, wanungunikaji, sio walalamikaji. Tofauti ya wanungunikaji na walalamikaji ni kwamba mnungunikaji hachukui hatua, anamwachia Mungu. Unaonewa, unaona kuna changamoto sokoni, unaona kuna bidhaa, unaenda dukani unaambiwa hii 50,000, tukikupa kopi 25,000, hii 50,000 tukikupa bila risiti 30,000, unakubali. Unapata changamoto, huna risiti, huna mahali pa kuanzia. Kwa labda niwaombe ndugu zetu wa CSO, hili swala la elimu ni la kwetu sote. Taasisi moja au mbili haiwezi. Na sisi tunaamini pamoja na kutekeleza sheria, elimu ya walaji ni silaha kubwa. Kwa sababu tafiti nyingi zimeonyesha walaji wenye taarifa wanafanya maamuzi sahihi sokoni, hawadanganyiki, kuliko walaji wasio na taarifa, wanadanganyika sana sokoni. Kwa hiyo tusaidiane katika eneo la elimu, wajue haki zao, wajue wajibu wao. Lakini FCC sio taasisi ya kuhudumia kila consumer protection issues. Amesema wakili hapa, kuna taasisi nyingi zinaitwa sector specific. Sasa walaji wanatakiwa kujua anapopata changamoto katika sekta fulani anatakiwa kwenda wapi. Nitaje chache. Hizi sheria nyingi zimeundwa pamoja na sheria hii ya FCC. TCRA wanashughulika na masuala yote ya mawasiliano,
na wana kurugenzi ya kutetea walaji kwenye sector specific. EWURA, LATRA, TASAC, TIRA, TCAA, TMDA, WMA, TBS na nyingine. Sisi tunafanya kazi kwa ukaribu sana na hizi taasisi. Sisi tuna mandate over hizi kwenye consumer protection na competition. Kama wataona inafaa, kuna changamoto kwenye eneo lao, wanahitaji usaidizi kutoka tume ya ushindani, wanatumove. Nitatoa mfano mwaka 2008 mwaka 2009 kwenye crisis ya mafuta, kwenye mgomo wa mafuta ya petroli na diesel. EWURA walitumove, tukaingilia kati kwenye lile soko na tuliona matokeo. Lakini la tatu nalotaka kulisema ni swala la research, tafiti. Ili uwe na uhakika wa nini unataka kufanya, kama ni sera, kama ni interventions, lazima ufanye tafiti. Sasa tafiti ni gharama. Na ili uweze kupata picha nzuri, lazima utafiti uwe wa kisayansi na uwe shirikishi. Kwa hiyo moja ya eneo ambalo mimi nashauri, kama kuna namna ya kufanya initiatives za pamoja, especially kwenye kuangalia swala la fake versus substandards Tanzania. Kuna mkanganyiko kidogo, fake ni nini na substandard ni nini. Kwa tukiweza kupata nguvu ya pamoja, tukafanya tafiti ya kitaifa kwenye eneo la counterfeit. Sasa counterfeit, si tulifanya, counterfeit ni pana. Karibia kila product inakuwa counterfeited, si ndio? Lakini magnitude inaweza ikawa sio hiyo tunayoisema, kwa sababu ya uelewa. Mtu anaona substandard anaita fake. Mtu anaona fake anaita substandards. Kwa hiyo kwa haraka haraka tu mimi niseme hayo mambo matatu, tunaweza tukawa tunapata matokeo mazuri. Asante sana. Madam Annette, tumebakia na muda mdogo, tafadhali, the three takeaways. Yeah. Ya kwanza ni kuomba kwamba tuendelee kuwa na ushirikiano na hizi MDAs, ministries, department na agencies. Kama tulivyosema, sisi tunawakilisha viwanda, kwa hiyo tuendelee kuwa na ushirikiano. Kama kuna lolote linatokea, tukiripoti, tunaomba tupate ushirikiano ili kuweza kusolve hizi issues. La pili ni nadhani hili ni deep, lakini nitaliweka tu simple. Tujitahidi kama serikali kwa ujumla increase purchasing power. The purchasing power ya consumers bado ni low, na ndio maana unakuta mtu anaenda dukani anakuta kitu cha 50 na anaambiwa kuna kingine cha 20, anataka cha 20 kwa sababu bado tuko low. Kwa hiyo to increase purchasing power ili tuweze ku meet ile standard ambayo inaproduciwa na wazalishaji wetu wa nje wa ndani. Yes, also ina connect pia consumer hapo apate elimu kama alivyosema, wamesema wote, elimu ni kitu endelevu, iendelee kutolewa, kwamba ajue kwamba hata kama naongeza shilingi 5,000 10,000 kwenye hii bidhaa, it's better than kuchukua hiki kitu kwa sababu hiki kina madhara, kwa sababu hiki hakitakaa muda mrefu. Yeah. Kwa hiyo ni hayo tu. Asante sana watu wa mada. Angalia maswali ambayo unaweza ukayatolea hoja kwa ufupi tafadhali. Asante. Nitaanza na Mama Messi. Kama alivyosema representative wa TPSF, na sisi tuko tayari kama CTI, kwa sababu tushafanya juhudi nyingi sana kuhusu masuala ya counterfeit, kwa sababu kama unavyojua CTI inalenga kabisa wazalishaji wenyewe. Kwa hiyo tuko tayari kushirikiana na TPSF kwenye hiyo upcoming event, na kama kuna machapisho yoyote au
takeaways zozote za any meetings ambazo vikao tulivyovifanya before na tumefikia wapi. Tuko tayari kushirikiana nao, kushare ili tuweze kuendeleza hii campaign na kufikia malengo tunayoyataka. Lakini hii ni dogo tu kusupport kwamba kama alivyosema dada pale, tunahitaji tuwe na ushirikiano wa pamoja kutoa elimu, na dunia inakwenda sasa hivi ni everything is digital. Haichukui muda sana kumuelezea mtu kama tunaweza tukatengeneza contents ambazo zitaonyesha kwamba bidhaa hii na hii ni tofauti, ukifanya hivi na hivi ina madhara yake ni haya na haya. Itasaidia sana. Kwa hiyo tushirikiane pia kuendeleza hiyo swala la elimu ili watu waweze kupata, Watanzania wote ambao naamini kila mtu ni consumer in one way or the other. Tunanunua bidhaa daily. Kwa hiyo elimu, naweza nikawa najua kidogo kuhusu kitu fulani lakini sijui kuhusu kingine. Kwa hiyo tukiendelea kupeana elimu kwa digital forms, manake huko ndo tunakoelekea, content, tutumie social media vizuri, tutafika na itawafikia watu wengi sana. Yes, asante. Asante Gulu. Msoma na tafadhali wakati wa kujibu pia usisahau swali ambalo limeulizwa, mambo ya watu wenye ulemavu. Usisahau pia issues za taarifa binafsi. Tafadhali endelea. Asante sana. Kuna maswali na maoni, lakini mimi labda nianze na kutoka kwa mtu wa Child Support kutoka Mbeya, watu wa mahitaji maalum. Tumekuwa na mahusiano na chama cha wenye mahitaji maalum takriban kwa miaka 3 au 4, na tumekuwa tukiendesha semina mahususi kwa watu wa mahitaji maalum. Tumeendesha semina sana kwenye watu wenye changamoto za usikivu, na tulifikia mahali tukataka kutafsiri masuala ya ushindani na kumlinda mlaji kutumia ile njia ya kusoma kwa zile alama za kusoma, sijui inaitwaje kisasa kitaalam, nundu something like that. Tupo mahali lakini naamini tuna changamoto za hapa na pale za kibajeti na kadhalika, resources ni chache, lakini tuko tayari kama nilivyosema kuendelea kuengage, na tuko tayari kushiriki na kutoa elimu kwa haya makundi maalum. Kwa hiyo tunawakaribisha, mnaweza mkaengage na sisi na tukaona namna nzuri zaidi. Mnapokuwa na mikutano, mnapokuwa na chochote kile ambacho mnaona sisi tunaweza tukaja na kusaidia, tume ya ushindani iko tayari. Lakini la pili ameongelea data privacy. Sasa data privacy mimi niliseme kama kwa maeneo matatu. Moja, kwanza tuna commission sasa ya data privacy imeundwa kwa ajili ya kupunguza hizi kadhia. Lakini la pili aliongelea swala la udukuaji na swala la mawasiliano. Nilisema awali pale kuna sekta specific kwenye hili eneo, naomba tuelimishane. TCRA wana mamlaka makubwa hapa, na sio tu mamlaka, wana uwezo kwa maana ya technical kuweza kujua nini kinaendelea, na hili kosa ni criminal, wanashirikiana na jeshi la polisi. Kwa hiyo wakati mwingine ni kufahamu tu unapokutana na kadhia hii unatakiwa ufanye nini na uende wapi. Lakini la tatu niseme na sisi wenyewe kama walaji namna tunavyotumia hii mitandao. Sasa hivi ni digital market space. Hakuna namna tunakimbia huko, na teknolojia imetupeleka mahali ambapo
mipaka yetu ya kijiografia imekuwa redundant. Uhalifu unaweza ukafanyika bila kuzingatia mpaka wako wa kijiografia. Wanasema technology knows border. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini na kuchukua hatua au tahadhari. FCC tunafanya tafiti ya digital market sasa hivi ili kuona na kushauri namna bora ya kuwa na sera na sheria, kwa sababu sasa tunaondoka kwenye namna ya kununua vitu kama tulivyozoea kwenda masokoni. Vitu vinakuja mpaka nyumbani kutoka popote kwenye dunia. Kwa hiyo ni teknoloji, lakini imekuja na changamoto. Kwa hiyo tuko kwenye hatua za tafiti ili kuona tunaweza tukafanya nini. Lakini la tatu, aliongea swala la whistleblower na hatari walizonazo. Sasa sisi kama tume ya ushindani tunasema whistleblower ni partners wetu katika investigation. Taasisi yetu inafanya chunguzi za kisoko, chunguzi za wazi na chunguzi za siri, ili kubaini hivi vitendo nilivyovisema. Wakati mwingine hivi vitendo havifanywi kwa uwazi. Ni ngumu sana kubaini cartel. Ni ngumu sana kubaini watu wanaopanga bei. Ni ngumu sana kubaini watu wanaogawana masoko ya product. Ni ngumu sana kubaini watu wanaogawana consumers au customers. Kwa nini ni ngumu? Ni kwa sababu vinafanywa na watu wenye uelewa na watu wenye muscles ya fedha. Kwa hiyo hawafanyi na wanajua kuna sheria. So sisi tunasema kila mtu hapa ni partner kwetu katika investigations. Kwa hiyo sisi tuna sera. Kwanza, ukituletea taarifa, karibuni sana. Taarifa yoyote ambayo inakiuka kanuni za ushindani, taarifa yoyote ambayo inakiuka au inakandamiza haki za walaji, taarifa yoyote inayohusiana na bidhaa bandia, ili mradi iwe ya kweli sasa. Isiwe ya kinafiki, labda ya kibiashara, iwe ya kweli. Na taarifa hiyo ikizaa matunda, sisi tunatoa carrot. Tunatoa zawadi. Tuko pamoja? Lakini pili, tuna confidentiality clause. Hatuta kuweka wazi. Anonymous. Tuna sera hiyo. Kwa hiyo, kwa sababu ya muktadha huo, ni kuhakikishia tu kwamba whistleblowers kwetu sisi tunawatreat kwa namna tofauti zaidi. Na ni sehemu ya kuhakikisha soko linakuwa fair. Kwa sababu sisi ndio tunakaa na watu. Tunalalamikia sana taifa fulani, lakini hivi viwanda vyote vinavyofanya hivi kazi viko majumbani mwetu. Ndio tumewapangisha hapa Arusha, tunajua wako wapi, tunajua wanazalishia wapi, tunajua wanatoa mizigo saa ngapi. Arusha kwa mfano tuko kwenye borders, tuna changamoto ya porous borders. Tunajua vitu vinapita mipaka gani. Ikanda ya kaskazini uzalishaji wa spirit is a center, is a core. Yamkini tunao majumbani mwetu. Tumewapa majumba, tumewapa venue na wanafanya kazi. Kwa hiyo ni kuhakikishia hilo. Maswali mengine yanatoka kwa Mr. Bwire, alikuwa na pongezi, labda tuzipokee kwa niaba ya wenzangu. Amesema tuongeze mijadala, tunakubali kabisa. Hilo alikuwa peki engagement, hata hii ni engagement. Naamini tukitoka hapa tutakuwa tumetoka tofauti, si kama tulivyokuja. Lakini alikuwa na swali moja au wasiwasi. Anasema tunalinda sana biashara kuliko mlaji. Sasa labda nimtoe uelewa hapa kidogo. Nizungumzie vitu viwili. Sera za ushindani na principle, kanuni za ushindani. Tume ya ushindani hailindi biashara. Naomba niwe specific. Tunalinda
kanuni zinazosimamia biashara ya haki sokoni. Lakini kwa kufanya hivyo tutakuwa tunalinda biashara mwishoni. Sasa kanuni za biashara ni nini? Kwa mfano, tunasema wafanyabiashara wanaoshindana kuzalisha bidhaa zinazofanana hawatakiwi kukutana kupanga bei ya bidhaa, hawatakiwi kukutana kupanga kiwango cha bidhaa itakayokwenda sokoni, hawatakiwi kukutana kukubaliana masoko watakayowahudumia, wewe nenda Mwanza, mimi nitaenda Arusha, mimi nitaenda huku. Yote hiyo ina distort ushindani. Sasa ushindani ukiwa distorted, bei za bidhaa na huduma hupanda. Nichukulie mfano. Tukisema uzalishaji wa sukari, viwanda vyetu vyote labda vinaweza kuzalisha metric tani 600,000. Lakini wakikubaliana kuzalisha metric tani 300,000, maana yake ni nini? Demand itakuwa kubwa sokoni, supply itakuwa ndogo. Matokeo yake bei ya sukari itafanya nini? Hakuna namna. Hiyo ni principle tu ndogo ya uchumi. Sasa sisi tunatakiwa kuliona hilo. Lakini kwa kufanya hivyo, wazalishaji na wasambazaji wakazalisha kwenye capacity, tukawa na excess prices za bidhaa au huduma, sisi hatusemi zitakuwa chini, tunasema zitakuwa za kishindani. Lakini sisi walaji tutafaidika na bei, tutafaidika na choices. Kwamba badala ya kwenda kwa mzalishaji A naweza kwenda kwa C, D, E, F nikapata hiyo product, kuliko angekuwepo mzalishaji huyu mmoja. Lakini utapata bidhaa yenye ubora, kwa sababu hawa wanashindana sio tu kwenye bei, wanashindana katika innovations, technology, ili kupunguza gharama za uzalishaji, lakini wanashindana katika kuhakikisha kwamba wanaleta product bora kuliko mwenzie sokoni. Sasa tukifanya hayo, sio tu kwamba hizi faida zinaenda kwa walaji, lakini zinaenda kwa walaji, zinaenda kwa serikali kwa maana ya kodi, sawa? Kwa maana ya ajira. Tukiwa na makampuni mengi yanafanya uzalishaji, tutatoa ajira. Tukiwa na makampuni mengi yanafanya uzalishaji, utaongeza ubunifu katika bidhaa na huduma. Lakini lingine ni swala la kuvutia soko kwa wazalishaji au wafanyabiashara. Nimesema hivi, soko likiwa halina fair playground, makampuni hayapendi kuingia kwenye soko hilo. Viwanda haviwezi, kwa sababu vitaona kwamba hapa mimi nazalisha na kutana na counterfeit, hawezi kusurvive. Lakini kukiwa na usimamizi madhubuti wa hii mifumo ya kimasoko, basi sisi sote tunakuwa ni wanufaika. Lakini policy au sera za ushindani, mwisho wa siku mnufaika mkubwa ni mimi na wewe, mlaji wa bidhaa na huduma, kwa maana ya choices, prices, quality na kadhalika. Kuna swali la Mr. Nguya lilikuwa la madawa. Nafikiri tumekosa mtu wa TMDA hapa, lakini labda niseme tu kwamba kuna dawa ambazo zinaruhusiwa kuuzwa kwenye maduka haya ya kawaida, over the counter and so on so. Sasa labda tukipata mtu anaweza katusaidia, lakini kuna namna ya kupata fidia. Sasa fidia ni lazima wewe uonyeshe ulivyoathirika, lakini je, ushahidi wako wewe wa kununua ni nini? Sisi tunapata changamoto sana ya malalamiko ya walaji. Mtu anakuja amenunua bidhaa, haikukidhi matarajio yake, hana ushahidi wa aina yoyote, hana risiti, hana warrant,
hana guarantee. Sasa mtu kama huyo unamsaidiaje? Wakati risiti ndio mkataba wako wa ununuzi, ndio unaokutambulisha mimi nilinunua bidhaa kwa muuzaji X. Sasa kama ni mashauri yanaanzia hapo, lakini nimesema walaji wengi wananunua bidhaa bila kuwa na risiti, na changamoto inapotokea kuwasaidia inakuwa ni changamoto. Lingine sasa la dada Jane. Dada Jane amekuwa na mambo mawili makubwa mazuri. Moja, ameongelea enforcement, ameongelea budget constraints, ameongelea consumers power. Nakubaliana na yeye kwenye masuala ya enforcement. Budget ni changamoto, lakini niseme tu kwamba tumeendelea kuengage sana na serikali na wizara. Sisi tunasimamiwa chini ya Wizara ya Viwanda, lakini tuna cut across na mwanasheria mkuu na bunge. Na utaona kwamba mswada wa marekebisho ya sheria mwaka jana ulipita kuipa nguvu zaidi tume ya ushindani katika kufanya enforcement. Kwa hiyo tuna maeneo tumepewa nguvu kubwa. Tunamaliza utengenezaji wa regulations na rules. Kwa hiyo tutakuwa na namna tofauti kidogo ya kuenforce hawa wanaokiuka mienendo ya ushindani, hususan kwenye kitu kinachoitwa abuse of dominant market power, matumizi mabaya ya nguvu za soko. Unaweza ukawa na wafanyabiashara 3, 4, 5 kwenye sekta fulani, lakini mtu mmoja katika hiyo sekta akawa na nguvu kuliko wenzake, kwa maana ya financial muscles, market share kubwa na nini. Sasa huyu ni rahisi kutumia njia mbalimbali za kishindani na zisizo za kishindani kuwasukuma nje wazalishaji wengine ili abaki mwenyewe. Moja, anaweza kuwanunua, mega and acquisitions. Ni labda nitoe food for thought. Hivi hebu tufumbe macho leo afu tuseme kwamba CRDB mfano ameamua kununua NMB, NBC na another 2 banks. Unafikiri nini kitatokea sokoni, kwenye soko la fedha? Sawa. Sasa kwenye consumer powers, kweli consumers wetu wako na changamoto, nilisema pale. Sasa nitoe wazo. Eneo zuri ni kushawishi consumers wawe na association. Tunaita Independent Consumers Association, ambazo zitakuwa zinasukuma maslahi yao. Watu wa viwanda wana association zao, wafanyabiashara wana association zao, zinasukuma mambo yao mpaka kwenye bunge, mpaka serikalini. Sasa ni kupeana chachu. Nitawapa mfano. Kuna nchi ya Australia ina chama cha consumer kinaitwa Consumers Choice. Hiki ni chama kikubwa kabisa duniani, na kimefikia mahali kina laboratory zake kama ilivyo TBS, na kule kuna TBS ya nchi. Sasa ili uweze kuuza product yako kama hii, pamoja na kupata TBS, ni lazima uende kwenye labu ya Consumer Choice. Yaani ukipata ile nembo ya Consumer Choice Lab, unauza kuliko kawaida. Kwa sababu gani? Wamebuild trust kwamba kama chama chetu kimeiona hii product na ikasema iko sawa, basi unauza. Kwa hiyo unaweza ukaona mifano ni mingi, lakini mshikamano, vyama vya walaji vinaweza vikatusaidia. Mwisho ni lile kwamba tunawajibika wapi? Tunawajibika chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini niseme tu pamoja na changamoto za kibajeti tumeendelea kupata mafungu kwa ajili ya kusukuma. Na labda mwisho niseme tu kwamba tumesogeza kidogo huduma jirani. Tunatamani tuende kila mkoa, lakini tayari tumeanza kwenda kwenye kanda. Kwa Arusha tupo, AICC hapo, kanda ya kaskazini, Mwanza, PSSF, Kenyatta, Mbeya tupo, NSSF pale,
Dar es Salaam Strategic Office na Dodoma. Nawashukuru sana. Nashukuru sana. Wakili msomi, tumebaki na dakika chache. Tafadhali malizia. Nilikuwa nataka nichangie kidogo tu kwenye maswali aliyojibu ya Hilda kutoka Child Support Mbeya, kwamba kwenye nafasi ya watu wenye ulemavu kuna sekta ambazo zimejitahidi kidogo. Kwa mfano sasa hivi kienda hata kwenye ATM zina nukta nundu, au kiingia kwenye elevator, kuna elevator zina nukta nundu na zina sauti. Kwenye nchi za wenzetu kienda hata kwenye traffic light, zile sehemu za kuruka watu kwa miguu kuvuka, zile zinatoa sauti kwa ajili ya watu ambao hawaoni na wengine. Ni sehemu ambayo nafikiri tunatakiwa tuboreshe, lakini pia tumekuwa na changamoto, wote tunakuwa walemavu kwa baadhi ya vitu. Kwa mfano ukienda eneo la Regent Estate Dar es Salaam pale, kuna maduka mengi sana ya community ya Wachina. Siku hizo wanaita Chinatown. Zile bidhaa zinazopatikana pale zote zimeandikwa kwa Kichina. Kwa hiyo tunakuwa walemavu wa lugha pale. Hatujui hizi bidhaa zinapimwa na nani na zinaingiaje. Na nimeshawahi kuona kuna wakati wanalitolea taarifa. Lakini kweli kwenye ulinzi wa data tumetunga sheria ya Personal Data Protection Act ya 2022. Ni sheria nzuri sana tukiweza kuitumia, na pia ina nafuu kubwa sana wanapeleka mashauri kwenye commission, na commission ikathibitika kwamba taarifa zako zimetumika ndivyo sivyo, unaweza kupata fidia kubwa tu. Lakini pia kwenye utunzaji wa taarifa, najua dau kutoka FCC kazungumzia kwa ukubwa, lakini tuna sheria ya Whistleblower and Witness Protection Act. Hii sheria pia inatoa nafuu na inamlinda mtoa taarifa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mbali na FCC kwa na mifumo yao ya ndani, kuna mifumo ambayo ni ya jumla ya sheria kama hiyo. Lakini kwa nataka niongee la mwisho tu, kusajili bidhaa ni gharama Tanzania. Kwa mfano hata madawa na mengine kama hayo. Ndio maana unakuta dawa nyingine zinauzwa kwenye maeneo ambayo sio rasmi. Sio kwamba dawa sio bora, unakuta dawa ni bora, lakini wale wauzaji wanaona kama ni Tanzania sio soko letu. Kwani katumie pesa nyingi na process nyingi kwenda kusajili bidhaa Tanzania. Kwa akija Tanzania akitaka kuleta bidhaa yake, akikuta ile bureaucratic process ya kusajili bidhaa, anaachana nayo. Sasa wale wafanya biashara ambao wanajua ubora ile bidhaa, wanaamua kuuza kwenye soko bandia sasa. Aliende kwenye ile masoko rasmi, kwa mfano kwenye mafamasi na kwingine ambao kuna wakaguzi wanapita kila siku. Kwa hiyo tuna changamoto hizo ambazo pia ni za kisekta ambazo tunatakiwa zifanywe kazi. Bidhaa ikiwa na ubora, tuangalie namna ya kupunguza urasimu, zile bidhaa zisajiliwe. Bidhaa nyingi nzuri haziingii Tanzania kwa sababu wenye bidhaa zao wanajua zinadaiwa kwa soko linalizitaka kwa wingi. Lakini sasa anakuja Tanzania, anapitishwa kwenye bureaucratic process ya kusajili hiyo bidhaa. They just give up. Kama mtakumbuka hata katikati hapo tunazungumzia mambo ya Starlink. Wanataka kukuja Tanzania, washafika Kenya, washafika, lakini ukiambiwa tupata hiyo internet ya Starlink, unaona kabisa wakati ule waziri anajibizana kwenye Twitter kwamba lazima waje wajisajili Tanzania. Kwa hiyo tupunguze hizo bureaucracies ili tuweze kupata bidhaa bora ziweze kuingia. Mwisho wa siku tutaendelea kupata counterfeit. Asanteni. Asante sana. Naomba basi watu wa mada wangu, kwa muda sio rafiki, sentensi fupi tafadhali. Naomba funga mjadala, sema ambacho unadhani kwa sentensi fupi ndani ya sekunde 10. Tuanze na Madam Anet. Tuendeleze ushirikiano ili tuweze kupata bidhaa bora, kwa sababu ni kwa ajili yetu sote. Sisi wote ni consumers. Asante. Asante. Sisi tuko tayari kushirikiana na kila mtu katika kuhakikisha consumer protection inapewa nguvu zaidi. Nimesema tuna ofisi kama nilivyozitaja, karibuni, lakini niwaombe tusaidiane kupeleka hii elimu. Hii elimu ni ya kwetu sote. Yamkini unaweza ukafikiri kwamba halikuhusu, lakini kwa kweli linakuhusu. Asante. Kwa upande wangu soko linakuwa na teknolojia inakuwa, uzalishaji wa bidhaa unakuwa ni rahisi kuliko zamani. Ndio maana unaona hata hizi pombe, vinywaji vinakuwa rahisi kwa sababu teknolojia imekuwa rahisi. Turejee sheria zetu na sera zetu, tuboreshe na tuwe na ushirikiano wa pamoja
wa sekta binafsi pamoja na serikali katika kulinda walaji. Asante. Asante. Nadhani nami nitasema hivyo kwamba tuendeleze ushirikiano wa pamoja kati ya sekta binafsi na zake za kiraia, na vile tushirikiane na regulatory enforcers ambazo ni serikali kwenye kuboresha enforcement ya bidhaa zetu nchini. Asante. Asante. Basi kwa niaba ya watu wa mada wote, naomba tumshukuru pia MC kwa kutuongezea nusu saa. Mmeona hapa tumekuwa na luxury ya muda, na pia basi naomba mshirikiane nami kwa kuwapigia makofi watu wa mada to the countdown of 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, asanteni nice. sana. Asante sana.